Habari yako? Baba mwenye nyumba huyo. Habari ya saizi. Safi kwema? Safi sana. Safi. Ndio. Baba mwenye nyumba kijana. Baba mwenye nyumba sio kuwa na matatizo duniani. Hongera sana baba mwenye nyumba. Karibu sana. Maneno yako ya kunipamba. Ndio maana yake. Karibu ndo natoka hivi nikatafuta maisha ndugu yangu kwa raha zangu. Karibu tupo. Sawa. Mimi mbona nimekuwa nikupigia simu yangu upokee? Simba na sio kama sipokei. Naona baba niko busy kweli ndugu yangu. Ndio maana nasipokee simu. Sio kama sipokee simu na labda unanidai na nini, hapana. Niko busy. Kama ile nyimbo inasema, "Usinitafute. Wenzako niko busy." Ndio ndipo nilipo mimi. Umeona Ndio baba mwenye nyumba. Na mimi ndugu yangu karibu sana. Sasa mimi kilichonileta bwana ni ile kodi yangu. Maana naona nimekuwa nikipiga simu upokee. Alafu hata wewe mwenyewe kunitaarifu kwamba bwana kuna hiki na hiki na hiki. Naona kimya tu, imebidi nije. Kodi yangu vipi? Haina shida, ndo tunaenda kuchakalika ndugu yangu. Kodi haina tabu, tutalipa mdogo mdogo. So unajua Januari jua linavyoaga. Januari tumesomesha watoto, nini mambo mengi. Watu wameumwa huko, wameumwa. Mkubwa kaumwa sana. Januari imenimaliza. Na sio mimi peke yangu ninalalamika Januari, kila mtu analalamika Januari inakuwa ngumu sometimes. Tuvumiliane. Unaona bwana, tuna ndoa mpya tafugafe bado. Mwezi wa kwanza hela yote imeishia kwenye ndoa kule. Unaona? Lakini naona kama propaganda zishakuwa nyingi sana. Unajua mwezi mitatu inakudai mbele. Hujanilipa pesa yangu. Na huu mwezi wa 4 sasa. Na ahadi yako niambia nije nichukue mwezi huu. Naona tena unanipa Kiswahili kingine. Pesa yangu nalipa lini? Vipi? Baba mwenye nyumba ndo kaja anasema anataka kodi yake ya nyumba. Ndo namuelekeza kwamba usiwe na wasiwasi. Tutampa tu kodi yake. Analalamika si nini? Si tofali. Kijana wewe umewahi kujenga sawa, na mimi nitajenga tu. Mimi ujana umenisumbua kipindi kile nimedangadanga sana, na ndio maana sasa hivi nimepata mke niko na nyumba kupanga, lakini sio mtu kupanga mimi. Mimi nilikuwa na hela sana unajua. Nilikuwa na hela chafu vishenzi kuliko wewe. What is this bwana? Acha roho mbaya wewe baba mwenye nyumba wewe. Lazima nimpe shua yake huyu. Huyu bwana matatizo huyu. Yaani miezi mitatu sasa ananizungusha. Na huu wa 4 unakwenda. Hela anapata ndio kama hivyo, anawaoa watu wanawake ovyo. Wewe pesa yako umefanya mara umeoa mke mdogo kama hivi na nini? Sasa unaoa mke mdogo afu na nyumba ya kukaa. Unapanga matokeo yake tena kodi yenyewe unanisumbua. Mbona wenzako wote wanalipa kodi wanaosumbufu wote? Wewe tatizo ni nini? Sasa neno gani mama mke mdogo inakusonea sasa? Mimi kuoa mke mdogo inakusonea sasa. Basi nipe kodi yangu. Sipendekezo kodi nini wewe? Kodi mimi nitakupa, acha mambo yako wewe. Kuwahi kujenga sio shida. Acha mimi nimpe makavu huyu mwenyewe. Sio makavu. Hivyo unisaidia kujenga nyumba. Sisi tunao uwezo kujenga nyumba nzuri kama hii. Uwezo tunao. Lakini jiangalie sometimes una dai hivyo. Wewe baba unimbo nini wewe? Baba unimbo kijana kiki nani? Wewe vipi wewe? Basi nipe pesa yangu mimi, afu wewe uhame kajenge nyumba yako nzuri. Niachie nyumba yangu hii mbovu. Wewe nipe pesa yangu, nenda kajenge nyumba yako nzuri. Unaisema hiyo. Hii si mbaya. Nipe kodi yangu. Gangu wewe kashughuli kachana. Tunaona Kiswahili kimekuwa ni kingi sana. Wacha sana. Nenda mke wangu ndani. Nenda fungate wangu. Lakini ongea kwa utaratibu. Usijali maidia. Nenda. Acha kutamani tena mke mdogo. Sio kutamani, mimi nakwambia kweli. Sasa nakwambia hivi. Mwisho wa mwezi unaokuambia ambao ndio wa mwisho wa 4. Nataka pesa yangu. Una pesa yako? Pesa yangu tunaenda kwa mjumbe kwa nikisha nakupa notice hapa uhame. Nasema hivi. Mke wangu mpya huyu. Mimi sina haja ya huyo mwanamke wako huyo. Mimi nachotaka ni kodi yangu, hoja nisaidia kubeba tofali hapa. Nipe kodi yangu, uendelee kuishi hapa. Kama hutaki utahama nikupe notice. Sasa haya anakujaje sasa tofali haya anakujaje? Anakujaje sasa? Kwa vipi wewe? Hebu nisikilize basi. Sio kuwaoa watoto wadogo kama hivi, wewe unaona kama ndio sherehe. Si ndio? Kwa hiyo pesa unatumia kwa wao watoto wadogo hawa, wewe unaona unaacha kujenga nyumba, matokeo yako unakuja kusumbua wenye nyumba nani kodi yao. Bwana achana na mimi wewe, kodi yako nitakupa, achana na mimi wewe, usinizalisha kivi wewe. Vipi wewe? Achana na mimi wewe. Mimi niko kunifungata sasa hivi. Wewe unataka leo hii ni achana wewe, si ndio? Bebe nangu. Ukitaka ni achana wewe, nipe kodi yangu hii. Bebe nangu, ubebe. Mwezi wa mwisho unakupa. Una hela yangu, notice nakupa. Sawa. Kwani nyumba zipo? Shenzi mkubwa. Unakaa unanizungusha kiasi siku hapa. Nikija ndio maana nilikuwa nakupigia simu upokee kumbe. Achana na mimi wewe. Nenda zako. Nyumba ziko nyingi nzuri kuliko hizi. Sawa. Wewe niachie banda langu. Hii ndo mara ya mwisho hii. Acha kuniletea nuksi katika maisha yangu. Wewe unaona mimi niko kwenye fungate. Nina ndoa changa, nimeoa tu sisi, mtoto mzuri, hatumii mkorogo wala nikatulia kwa ladha zake. Mtoto anamwanya kama chochote, apate shida kusema mate. Alafu unaniletea mambo kijinga jinga. Wewe vipi wewe? Umeone? Mimi ninachokuambia. Yes. Nimesikiliza story yako, nimeichambua kwa mapana na marefu. Umenielewa Yaani nimekuelewa very well. Yes. Nimeona kwamba kweli hapo kuna tatizo. Sana. Lakini sio tatizo sana. Ushauri wangu, my point is kwamba wewe si una mali pale ndani.
Mali gani zaidi ya mke wangu? Mimi na mke wangu mbichi nimeonewa juzi kati. So dakta. Nyumba ile nyumba ya kupanga. So dakta. Ningesema nina nyumba, ningesema kweli nina mali. Sawa. Sina mali yoyote maskini. Ningekuwa na mali mimi ningedaiwa kodi ya nyumba ndugu yangu. Eti jamani. Sasa mimi ninachokiona wewe una hazina pale ndani, umekaa nayo. Hazina. Yaani tunaweza kusema una madini ama una kitu ambacho kinaweza kukusaidia katika maisha yako. Kitu kipi? Mkeo. Kafanyaje? Mkeo mbona unaweza kumchukua yule, ukaenda kumpeleka sehemu, ukamweka bondi. Baba, nimweke bondi mke wangu mimi. Sasa mke wangu ninavyompenda mtoto mzuri, mtoto ana mwanya, nimweke mimi bondi. Wewe unadaiwa. Una akili kweli wewe? Wewe unadaiwa kodi. My God. Una pesa ya kutoa. Una mke pale. Vitu vyako vya ndani vyote vimechakaa. Hakuna utasema upeleke kochi pale likachukuliwa. Utasema friji ukifungua milango yote inadondoka. Nani atachukua? Cha msingi, mchukue mkeo, mpeleke kwa mtu akupe 60,000 ulipe kodi. Mkeo kwa siku mbili tu, 2 days. Mimi nilitegemea kuwa kijana mdogo na hekima na busara, kijana mdogo msomi. Unaweza kanipa ushauri mzuri nikalizika. Kumbe ushauri wako ni mifyongo tu. Yeye nini? Ushauri wangu ni mifyongo, na ushauri fyongo. Ushauri wangu ni fyongo. What is meaning is fyongo? Mimi fyongo Mimi ni fyongo. Mimi nakwambia kitu ambacho kipo true love. Mpeleke mkeo kamuweke bondi. Au nipe mimi basi. Niweke mimi bondi. Nikupe mke wangu mimi nikupe. Nipe. Hivi nina akili au sina akili? Nikupe mke wangu mimi. Nipe. Una wazimu kweli wewe? 2 days tunakupa. Mke nimewajuzi hapo, mtoto mzuri, mtoto nampenda afu nikupe wewe. Mjinga kweli, unaona kama mtu anampaka mke wake mtu hivi. Afu jiangalie dogo sawa? Najiangalia. Usijione mchaga kishimundu kwa jina namna gani viko na mjanja. Wewe mjinga tu katika maisha haya. Wewe very bogus. I'm bogus. I'm telling you mbele sija. Wewe ni bogus. Are you a bogus? Achana na mimi. Mbavu wewe. I'm bogus. Yaani mimi mke wangu tu kunifungate mpya kabisa. Kwa raha zetu. Leo nikamweke bondi. Sasa si una pesa. Una pesa. Kwenda huko. Wewe una kitu. Sasa utafanyaje? Mahali huna. Godoro limechakaa. Vitanda vimekwisha. Unataka uweke nini? Mweke mkeo. Lakini ananiambia fyongo. Mimi ni fyongo kiyo mchaga kishumuntu ni fyongo. Hili neno jipya mimi ni fyongo. Kiwewe ni fyongo. True love ni fyongo mimi. Yaani usijali. Maana wewe twende tu, tutarudi muda si mrefu. Umeelewa? Wewe nielewe, umeelewa vizuri? No. Nakupenda kweli mke wangu. Nimekuita hapa mke wangu, twende safari yetu. Kuna safari ni nzuri sana, safari tamu, haina hata problemu. Unaona bwana? Usijali, mimi siwezi kukuuza mke wangu. Siwezi kuletea problem my dear wangu. Unaona vizuri? Nakupenda kweli kweli. Rafiki yangu ameniita. Njoo rafiki yangu Kimbwendu, njoo na mke wako, njoo na mke wako mpya. Njoo enjoy. Umeona? Twende tukaenjoy mke wangu, tutengeneze maisha. Sasa muda wote hujaniambia. Umekuepo hapa tangu asubuhi. Sasa hivi ndo tusameane jamani, tusameane my dear. Sasa hili wazo limekuja ghafla binivu my dear wangu. Ghafla binivu tu limekuja wazo hili. Unaona bwana? Twende. Ni follow me my dear. Huwezi jua. Usikatae kuitwa, kataa neno. Umeelewa vizuri? Ni chumba kidogo tabasamu. Ila bebe nangu. Ila kwa kweli. Hebu ni chumba kwanza, nijue kama umefurahi. Kia Mungu. Kwa kweli. Ila kwa kweli. Si unaona? Mtoto unamwanya kama uchochoro, upate shida kutema mate. Unafanya tie kama nyoka kwa raha zako. Upate shida kutema mate mke wangu. Unafanya tie kama nyoka. Wananchi wanajiuliza, jamani, mvua za masika zimeanza. Kumbe mke wangu wada umetema mate. Ila kwa kweli. Bebe nangu. Tujage Lulu. Twende sasa mke wangu, twende. Twende my dear wangu. Usikatae kuitwa kataa neno. Ni lazima. Haya ndio maisha. Yaani hapa ndio kwa rafiki yangu. Unaona? Ni rafiki yangu mpendwa. Mheshimiwa. Umeona bwana? Hapa ndiyo kwa rafiki yangu. Mheshimiwa. Bwana mkubwa yaani nimekuleta sehemu salama. Na sehemu hiyo rafiki ndo amenipigia simu. Njoo. Umeona bwana? Niambie ndugu yangu. Swaiba. Salama. Bwana alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Ndio. Haja kubwa ninapata, haja ndogo ninapata. Ila kwa kweli. Habari mimi. salama. Wewe tusiongee sana. Huyu nimemuona hapa ni mke wangu.
Mke kabisa ndo nimewajuzi tafungate bado. Tena ndo mpya kabisa ndugu yangu. Unaona bwana? Nimekwama baba nimweka bondi. Nisamee bure tu. Shilingi 60,000 tu nikalipe kodi ya watu. Unaona bwana? Ndio maana yake. Kwa hiyo unamweka bondi mtu kwa ajili ya 60,000, si ndio maana yake? Baba nimekwama uje ukiona hivyo. Sio vyema kumweka bondi mke wangu. Mke wangu mimi nampenda. Bado mpya kabisa hata fungate bado. Unaona bwana? Nisaidie wewe ndugu yangu, rafiki wewe ni ndugu yangu. Umeona vizuri? Sawa. Mke wangu, hebu njoo ushuhudie huko. Muite shemeji. Mke wangu, hebu njoo kwanza hapa mara moja. Wewe mimi ndugu yangu. Unaona bwana? Wala inadhibu. Mtoto bado mbichi sana wewe. Yaani wewe una shida. Shemeji. Shemeji, habari za sasa hivi? Sawa shefa kwako. Ndio habari za ndani. Salama za siku. Nzuri sana. Karibu. Asante. Umeona mdogo wako? Mdogo wako. Mwelekeze basi shemeji. Huyu unamjua vizuri rafiki yangu. Amesikia kama ndugu. Toka kama ndugu sana. Ninachosikitika ameoa bila kututaarifu. Huyu anasema ni mke wake. Ndi mke Kwa hiyo wangu. ameoa kimya. Katuficha. Ameoa kimya. Muomba samahani ndugu yangu. Sasa kaja naye hapa anataka kumweka bondi. Eti kama kodi. Wewe unataka bondi mtu kweli? Shemeji yani. Na kama atakuwa kama mdogo wako atakusaidia kazi zote za ndani. Zote atakusaidia. Ukitaka kufua, siji kuoga, si nini. Naona bwana. Gengeni, anakupikia wali mzuri. Anapika huyu mwanamke jamani. Jamani mimi sijawahi kuona. Akipika wali wa nazi huu unanukia. Mpaka mtaa wa pili. Sio kitu nitafanyaje shemeji? Kifuata mtu chake. Shemeji. Unajua siamini kwa hiki. Hivi ni kweli unamweka mkeo bondi kwa ajili ya pesa? Ulishawaiona wapi? Ulishawahi kusikia wapi binadamu anaweka bondi kwenye pesa? Haya sawa, wewe unaweza kumweka bondi kwa shilingi ngapi? Nataka tukupe shilingi ngapi? 60,000 tu nikalipe kodi ya nyumba. 60,000? 60 tu. Shilingi 60,000. 60 tu. Ndio unamweka bondi mkeo? Ndio maana yake. Sina hela. Nikalipe kodi ya nyumba, tunaadhilika. Baba mwenye nyumba mkali hatari. Kwani wewe TV huna? Hata kitanda, godoro, sijui redio nini? Unakuja kuweka mtu kweli mtu? Huyu mke wangu sijamuokota huyu. Wala sijamuiba. Nikasaidia kumweka bondi labda nimemuiba. Ni mke wangu kabisa, nimeoa ndoa kabisa. Ndoa mbichi. Haki ya mama. Sasa wewe unataka kumwacha hapa kwa muda gani? Nikipata hiyo hela. Nikipata 60,000 nitakuja kumchukua mke wangu. Shemeji yangu. Ndio. Hivi mkeo unampenda kweli? Vibaya mno. Wewe unampenda wewe hatari. Mtoto atumii mkorogo. Ungekuwa unampenda, usingesubutu kutoa pesa eti umweke bondi mkeo. Unashindwa kutafuta sehemu nyingine? Unashindwa kuleta kitu chochote kuliko eti umlete mkeo? Alafu kingine, huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume. Unataka uje tukabizishe hapa. Unatafuta nini kingine? Alafu nakula chakula cha nani? Asijamani usimeshine kama ndugu. Akiumwa na problem kama ndo unaposema shemeji akiumwa inakuaje? Akiumwa mnampeleka hospitali. Unaona bwana? Akipata shida na problem. Namba yangu zipo za simu. Akiumwa ananipiga bwana mke anaumwa. Mimi nasema basi sawa. Mungu atambariki mpeleke tu hospitali. Wewe hapa nataka ulete chakula kama ni mchele, unga, ulete. Atakuwa nakula nini huyu? Wewe umemweka bondi mpaka na chakula hali hapa. Sasa nitakudai bei gani? Nikijumlisha na chakula. Nitaleta hiyo haina shida. Nitaleta hiyo haina taabu. Wala sijali. Wewe nisaidie tu. Naona nongwa sana rafiki yangu. Yaani mpaka upate shida ndo nakuja hapa. Kwa hiyo shida yako ni 60,000, si ndio? 60,000 tu kalipe. Rafiki wangu, sikiliza. Sisi Mungu atujalia tuna nyumba kubwa huko. Hebu mtafutie chumba huyu apumzike. Wewe nataka siku 4 uwe ushakuja kumchukua mkeo, umeleta pesa yangu. Lakini najua huyu ni binadamu. Amepata shida, ameumwa, mtokee tatizo lolote. Ni mtoto wa watu. Utafanyaje? Sasa si ndugu yenu mnashinda kama ndugu jamani, sina mnashinda kama ndugu. Akiumwa mnampeleka hospitali kama nilivyosema pale awali. Au nilipoongea pale awali nilikuwa natafuna miogo jamani, mko mnielewe shemeji. Kama nilivyosema akiumwa huyu. Hii hela uilete kweli. Haya. Kumbuka mimi na mke ndani. Sasa usije ukaniwekea tena mwanamke mwingine. Wewe usijali. Haraka. Usijali, ubarikiwe sana bwana Mlamose. Mungu akujalie sana haki ya Mungu. Mungu akujalie. Mke wangu nikikupata shilingi 10,000 kile kujikimu. Lakini hela kodi hii. Umeelewa? Usijali. Mtakuja kugomboa tu. Ila ndio utulie usijali. Hao kama ndugu zako hawa. Nenda kwa dadako. Nenda kwa dadako huyo dadako. Utakula utashiba hapa kama kawaida. Utanenepa. Pia sasa ulete hela ya kula. Usijali. Sio tena mweka hapa bondi na hela ya kula tena nitoe mimi. Nitakudai na hizo hela za kula. Shemeji asante bwana Amos, ubarikiwe sana. Nakushukuru asante sana ndugu yangu. Usijali baba. Haya. Mungu mkubwa kia Mungu. Mweka bondi mke wangu. Bebe nangu. Ndio maisha haya. Uchumi nao. Na ukali what is this?
Simu yako muhimu sana ndugu yangu. Nilipoona simu kwamba imeita tu umeniita, nikasema mguu huu lazima nije. Niambie ndugu yangu. Safi, niambie. Yaani safi za huko za nyumbani sio kwema sana. Kwa nini? Kuna mtu kafariki? Sasa bwana angefariki najua kinachofuata hapo ni kumzika tu. Ndio. Mambo yakaisha. Bwana mimi ni taarifa. Kuna jambo limekuja toka asubuhi pale nyumbani. Kia nikitafakari. Ndio. Sipatii jibu. Yaani niko kazini lakini kia nikitafakari sipatii jibu. Ndio maana nilipotoka tu kazini. Ukaamua nipitie kwanza hapa niongee na wewe. Simu. Alafu ndo niende nyumbani kapumzika. Sawa, niambie taarifa hiyo. Bwana ndugu yetu ile Kingwendu. Kingwendu. Kaja pale nyumbani kaniwahi tu asubuhi sana. Yaani kabla sijatoka kazini. Ndio. Yeye kashaniwahi. Unaona? Kaja na mwanamke akidai kwamba ni mke wake. Kaja na mtu akidai na kwamba ni mke wake yeye. Sawa. Sasa nikajaribu kumsikiliza, una shida gani? Mbona asubuhi sana? Alichoniambia kwamba anataka amweke bondi mwanamke yule ili apate yeye akalipie kodi. Mke wa Kingwendu kamleta kwako anamweka bondi. Si ndio? Kaweka bondi. Kingwendu kakuletea mke wake kwako, si ndio? Kwa mfano, mtu anapopeleka TV kwa mtu kuweka bondi, ile TV anakuwa anaitumia ama anaifungia kwenye box? Uenda kana anaiangalia kweli. Anaiangalia, si ndio? Sasa na yule mwanamke usimwangalie ukamkodolea macho hivi. Nakwambia chapa. Piga. Tena chapa, simamia ukucha, chapa. Wewe ndugu yangu sema ushauri wako wa kijinga sana. Wa kijinga? Ushauri wangu wewe mtu kakukaja kuweka bondi. Alafu unaniambia chapa, ni chape vipi sasa? Unajua kata Kingwendu mimi na yeye Kingwendu ni kama mtu rafiki yake ndugu sasa hivi. Sasa nikwambie ndugu yangu, ushauri wangu mimi huwa nautoaga, nilitoaga Marekani, ile nchi iwe na majimbo 52. Wamefanya hivyo, hawajafanya. Marekani haina majimbo 52. Hapo nimepigwa. Umepigwa na kitu kizito hiko. Sasa ndugu yangu, mimi ninachokusii na kukuasa. Chapa. Sasa ndo naondoka hapo. Sasa chapa. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Tena hapa eneo hili narudi tena kwa mara ya pili. Eneo hili ondoka ukachape. Nenda ukachape. Yule wa motomoto ule binti. Kachape. Wewe damu inachemka. Ondoa kitambi. Kachape. Hiki kikatwe hivi. Uwe flat screen. Kachape. Tena utoke hapo kachape. Nenda. Osh.